Watu wote tusimame sasa, tusimame. Tusimame, tusimame. Fumba macho yako. Baba, asante kwa ajili ya maombi yaliyoletwa mbele yako sasa. Asante maana tayari umeyasikia. Asante maana kwa imani tayari umetenda. Asante maana unakwenda kusema nasi tena neno lako. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Funguo 7 kabla na wakati wa ndoa. Funguo 7 kabla na wakati wa ndoa. Ni kweli ya kwamba watu walio wengi sana, wale ambao hawajaingia kwenye ndoa, kama wakiulizwa, kila mmoja anatamani kuingia kwenye ndoa. Na ni kweli ya kwamba baadhi ya watu ambao wapo kwenye ndoa tayari, wapo ambao wanatamani kutoka kwenye ndoa. Kama tulivyoona mwanzoni, kuna vitu kadhaa vinashikilia ndoa zisivunjike. Viko vitu vingi, haishikiliwi na kitu kimoja. Kwa kama unaona kitu kimoja sio kweli, kuna vitu kadhaa, lakini vinatofautiana ule uimara. Uimara unatofautiana. Lakini nipende tu kusema ya kwamba Mungu hakukosea kuiumba ndoa. Ndoa ni kitu kizuri sana, endapo ukielewa thamani yake, endapo ukielewa namna ambavyo inatakiwa kichukuliwe. Na nimekuwa nikikazia hili mara kadhaa kila nikiongea na wanandoa na wengine ambao hawajaingia, ya kwamba kupenda gari sio kujua kuendesha gari. Kwa hiyo kupenda ndoa sio kujua kuendesha ndoa. Kila kitu kinataka taaluma yake. Ni elimu ambayo haiwezi kufika mwisho. Utasikiliza semina nyingi zikifundishwa, wataalamu wa saikolojia, wataalamu wa ndoa watakuwa wanaongea, lakini kama hutakuwa na uwezo wa kuchukua kile unachojifunza ukakichukua katika muktadha wa kwako, ukakileta katika hali halisi ya ndoa yako pale, baadhi ya vitu vinavyofundishwa huwezi kupewa vyote, ila ni kazi yako kuchukua na ukakipeleka kwenye mazingira ya kwako, ya ndoa ya kwako, ukifanyie kazi kwa ndoa ya kwako. Sio umeze kila kitu kama kilivyo. Mfano, unapofundishwa ndoa na mtu wa Ulaya, atakwambia siku moja mara kadhaa hivi, mletee mke wako ua. Unampelekea ua mwanamke wa Kikuria. Asema tumefundishwa kanisani nimchukulie nini? Ua. Atakutazama na ua lako kwake halina kazi. Yaani ukisikia mpelekee ua, ni kwamba kwa wenzetu wa mataifa ya magharibi, ua ni zawadi ya kuvutia. Na wewe angalia kitu cha kuvutia kwa mujibu wa tamaduni zetu. Haleluya. Haleluya. Vijana wengi wanapoingia kwenye ndoa wanajiandaa sana na sherehe ya ndoa kuliko kujiandaa na ndoa yenyewe. Kama umenielewa nipungie mkono. Kama bado sema rudia. Asante sana. Waliosema rudia wana haki. Hizo sauti umezisikia kabisa. Wana haki kabisa. Sherehe ya ndoa imekuwa ni kitu ambacho kila mmoja ana hamu nacho kukiandaa vizuri sana. Wanaandaa kwa bidii kabisa. Inapoteza fedha nyingi. Unakuta bajeti inakuja milioni 50 na watu wanajitoa kweli kweli. Lakini sijawahi, labda umetokea mniambie, mimi niko tayari kurekebishwa, sijawahi kuona mtu anayepoteza fedha nyingi akwambie nimeamua kwenda kulipa kwa mwanasaikolojia, mfano kama wanalipa kwetu Afrika mara nyingi ni bure, na kwenda kulipa niingie kozi ya miezi 6 na mchumba wangu ili tufundishwe tutaishije kwenye ndoa. Hawalipi, ila sherehe ya ndoa inaandaliwa kweli kweli. Mpaka wanaandaa kitu ambacho wanakiita rangi ya sherehe. Nikiwa na hawa wanaojiandaa kufungishiwa ndoa,
na watazama ile siku ya mwisho, kesho yake ndiyo ndoa, nakutana nao huenda siku ya Jumamosi jioni au Ijumaa. Wakati tunapoongea namtazama tu bibi harusi au bwana harusi, na wafahamu, huenda unamkuta afya yake kama imetikisika hivi, amekonda, na ukimuuliza ni nini, anawaza sherehe. Huwa na kauli moja nawaambia, kama ipo tu, yani kilichofanyika kimefanyika, ambacho hakijafanyika, tusonge mbele. Sijawahi kuona ndoa ambayo haijafungishwa kwa sababu hakuna suti. Mshike mkono jirani yako, mwambie umesikia. Lakini watu wanapambana, lazima niwe na suti, lazima niwe na hiki na hiki. Sisemi msiviandae, lakini kiukweli havina umuhimu kama kujiandaa kwa ndoa yenyewe. Maana unaingia kwenye kitu ambacho ni cha kudumu. Sherehe ni ya siku moja, lakini ndoa ni ya maisha. Mungu atusaidie sana. Sikiliza hili. Kuna kitu ambacho ni muhimu sana katika ndoa. Kuendana katika ndoa ni jambo muhimu. Niliwapeni mfano hapa wale ambao wanaendana ila kidunia, sio kiroho, kidunia. Wale ambao wanaendana kidunia, yani ikiwa na maana ya kwamba wanaendana lakini kwa uongo. Mmewakumbuka wale, mmoja anaongea uongo, sio niko Kariakoo, mwingine ni fundi. Yani kuna watu wanaendana mpaka unafurahia kabisa. Watu wanaendana kabisa. Lakini tunahitaji waendane katika wema. Biblia inaposema kwamba wakufanana naye, tutaiona hapo mbele, haina maana sura, ina maana ya kwamba kuendana. Na ninaposema kuendana, sina maana ya kwamba ni mfanano wa kila kitu. Sikiliza hii. Mungu ametuumba tukiwa tofauti, lakini tofauti zetu zinajenga picha kubwa ya Mungu aliye hai. Hicho alichokilenga. Ndio sababu hata wakati mwingine sielewi kabisa. Kuna sana tazama mimi ndo na matatizo. Nikikuta katika maofisi, kwenye maofisi ya serikali, maofisi binafsi, makanisani, nikuta watu wanapigana vita. Mzee wa kanisa anapiga vita shemasi, huyu mwalimu wa kwaya anampiga vita. Yani kuna sababu na watazama nasema, hivi mgogoro ni nini? Yani ni rahisi namna hii. Huwezi kung'aa kwa kumhafifisha mwenzako. Haiwezekani kabisa. Siku utakapoelewa ya kwamba sisi wote ni nyota katika anga la Mungu, na hakuna nyota moja, nyota ziko nyingi, na kila nyota itang'aa kwa wakati wake, ndipo utabadilisha mtazamo wako. Badala ya kumwangusha mwenzako, utamtia moyo ili aweze kusonga mbele. Seremala akamwambia mfua vyuma, kazi yako ni njema. Ukimuona mwenzako, jaribu kumtia moyo. Tofauti zetu katika ndoa hazikutengenezwa ili tugombane, zilitengenezwa ili pale ninapopungua mke wangu apajaze. Haleluya! Hilo ndilo lengo la Mungu hasa. Sikia takwimu hii ambayo imenishangaza kidogo. Kila mwaka wanandoa wengi hutalikiana kwa sababu ya kutopatana. Wakiulizwa kwa nini mnataka talaka, sema nimegundua huyu mtu hatuendani. Yani hiyo ndio sababu ya msingi. Sasa nafuu sisi siku hizi kidogo, hizi serikali zimesaidia, elimu zimesaidia, lakini wakati wa kabla Yesu hajaja, kitabu cha Malaki kinaelezea Mungu anavyochukia talaka. Ukisoma tu haraka unasema, mbona hapa anasema Mungu anachukia talaka? Kabla ya Yesu kuja, hapo nyuma hapo, kiwango cha talaka kilikuwa ni kikubwa. Ndio maana siku moja wakamuuliza Yesu, je, naweza kumwacha mke wangu kwa kila sababu? Sikia majibu ya Yesu, akawaambia, anasema amwachae mke wake isipokuwa kwa kosa la uasherati, na akaoa mwingine, huyo azini, na yule atakayemuoa yule aliyeachwa naye azini. Ndio sheria ya Mungu jinsi ilivyo. Sasa kwa nini wakamuuliza maswali haya? Akaongezea kidogo Petro. Mimi nampenda sana Petro. Nilishawaambia kwamba Petro, mimi nikiambiwa mchagulie kabila Petro hapa Tanzania, Petro ningempeleka Tarime. Huwa yeye alikuwa ni straight forward, hana kona. Wenzake wote wakikwama mambo, yeye ndio alikuwa anaongea moja kwa moja kabisa. Petro hakuacha, akamwambia Yesu maneno yafuatayo, ikiwa mambo ya mume na mke yako hivi, heri kutokuoa. Yani kwamba sababu ya kumwacha kama ni uasherati peke yake, bora nibaki hivyo hivyo. Yesu naye akamjibu akamwambia, Kefa, wako matowashi wafuatao. Namba 1, waliozaliwa hivyo hivyo. Namba 2, waliojifanya wenyewe kuwa matowashi kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Namba 3, kuna matowashi waliofanywa hivyo na watu. Kwa lugha rahisi, Kefa, wewe ni towashi?
Jibu ni hapana. Songa mbele. Zama hizo walivyokuwa Wayahudi wamepitiliza mpaka Mungu anasema anachukia talaka. Wao ilikuwa hivi, ukija nyumbani kwako na wageni, mkafika pale nyumbani, ukakuta mke wako hajapika chakula, unaruhusiwa kumwandikia hati ya talaka. Wakati mnakula, mke wako akaleta tu chakula pale kimeungua, yani kimeungua tu, unaruhusiwa kumwandikia hati ya talaka. Ndio sababu akambana Yesu akamwambia, mbona Musa alituruhusu? Maana wewe unatuambia ni kwa uasherati peke yake, mbona Musa alituruhusu? Yesu akajibu akamwambia, Musa aliwaruhusu kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Yani alishawashauri, akamwambia usimwache mke wako, endelee na maisha. Mkamsumbua, mwisho Musa akasema usinisumbue, mwandikie hati ya talaka. Hajakaa sawa, amekuja mwingine, Musa nina jambo gani? Nimefika nyumbani na baba yangu mzazi, mke wangu ameacha sufuria hapo barabarani, baba yangu akaigonga. Musa anamwambia msamehe mkeo, hili kosa halisameheki. Musa yuko busy na mengine, mwandikie hati ya talaka, tusisumbuane. Ndio maana akasema Musa aliwaruhusu kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Kuna mtu enda ananisikiliza anasema, hata mimi wa kwangu nimemkamata ugoni pasta, na leo umetuambia kwa sababu ya washerati inaruhusiwa kumacha. Na wewe unisikilize vizuri. Petro akamwambia, yule Petro wetu yule, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi kila kija nimsamehe? Je, 7 mara 70? Majibu ya Yesu ni haya, sikwambii 7 mara 70. 7 mara 7, sema hata 7 mara 70. Kwa lugha nyingine, chukua 7 mara 70, jibu utakalolipata hilo ndilo upige mahesabu mkeo akosee kwa kiwango hicho, ambao ni namba ngapi? 7 mara 70 ni ngapi? Wao ilikuwa ni mara 7, samahani, kwao ilikuwa ni mara 7 tu. Lakini Yesu akamwambia hata 7 mara 70. Yaani sio mara 7 tu, hata 7 mara 70. Kwa hiyo 400 na ngapi? Na 90. Kwa kosa hilo hilo akija kuomba msamaha kwa dhati, umsamehe. Nani awezaye hilo kati yetu hapa? Kwa lugha nyingine, kumbe hata kwenye Agano Jipya talaka inakataliwa pia. Usije ukasema imehalalishwa. Hakuna kitu kama hicho. Kabla ya ndoa tunahitaji kuangalia kama kuna utangamano au muungano. Mimi ninawahurumia vijana na natamani vijana waweze kuchukulia vitu hivi serious sana kuliko hata wengine walioko kwenye ndoa. Vijana wa sasa hivi ambao wananisikiliza, mliokaa hapa unaoangalia kwenye television, mna nafasi na fursa kubwa kuliko wazazi wenu. Leo material yako mengi sana ya kuhitaji kujua. Yaani ukiingia, badala ya kwenda library ukaanze kutafuta vitabu, leo hii unaweza tu kaingia kwenye Google ukaanza kutafuta research kuhusu tabia za wanawake, ukasoma zote mpaka unaingia kwenye ndoa yako unazijua tayari. Lakini mgogoro ulioko ni hivi, pamoja na material mengi tulio nayo, wenye tabia za usomaji ni wachache. Nasema hili tena, tunapenda kuhitimisha zaidi kuliko kufikiri. Ninaona hata mimi nikiposti vitu kwenye mtandao, naweza nikaposti nitakuwa na mkutano Segerea. Jamani, ni mfano, msije mkaanza kwenda Segerea kesho kutwa. Huu ni mfano tu. Tarehe fulani, muda fulani, na posti hapo. Nikiposti mimi nakuja kusoma comment. Kuna comment za ajabu kabisa. Unasikia mtu amecomment kabisa, mchungaji, mkutano utafanyikia wapi? Na pale kwenye tangazo kubwa umeandika kabisa mkutano Segerea. Au mwingine anauliza kabisa saa ngapi, na pale umeandika kabisa saa. Hasa kijana ambaye unapata fursa kusikiliza maneno haya, usije ukaingia kwenye ndoa kabla ya kujiridhisha kwamba huyu ninayekwenda kuingia naye kuna kutangamana, kuna kushikamana vizuri, tutapelekana. Juzi nikawaambieni usitafute mtu mkamilifu, maana hayupo, ila tafuta mtu ambaye ana madhaifu unayoweza kuyabeba, maana hata wewe una ya kwako na wewe unavumiliwa tu. Hata sisi tuliokaa hapa wote, ikatokea tu Mungu anashusha malaika wake hapa, anasema naweka skrini yangu hapo mbele, wote mliokaa, malaika watawamulika kwa tochi kwenye kifua chako. Akimulika mambo yako yote yanakuwa hapo kwenye skrini, watu wote waone. Nani angekaa kwenye mkutano wale? Ungesikia tu kila mmoja anauliza mlango wa kutokea huko, yani milango iko wazi lakini haioni, maana anaelewa jinsi ilivyo. Kwa usije ukatafuta mtu mkamilifu. Hata hivyo binadamu kwa jinsi tulivyo, tuna tabia ya kuona uzuri wetu kuliko ubaya wetu. Kwa mara nyingi sana ni mwepesi kuona ubaya wa mtu mwingine kuliko kuona wa kwako. Angalia mtu ambaye ana madhaifu unayoweza kuyabeba. Baada ya ndoa tunapaswa kustawisha utangamano wetu, ule umoja wetu. Usije ukaingia kwenye ndoa ukasahau bado kuna kazi ya kufanya. Endelea kuangalia wapi kuna kitu cha kurekebisha, wapi niweke mambo sawa.
Hivyo ndivyo ilivyo. Ni sawa na katika Ukristo, tunapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, haishii hapo. Umebatizwa, umeingia kanisani, lakini unapewa zawadi ya Roho Mtakatifu. Anakutakasa, anakufundisha tabia nzuri kila siku. Kuna kitu ulikuwa hukiwezi, kwa nguvu ya Roho unaanza kukiweza taratibu. Na kwenye ndoa vivyo hivyo. Unapoingia kwenye ndoa, usibweteke. Ninarudia tena, kama ulikuwa unajua kuoga vizuri, endelea na kuoga kwako vizuri. Kama ulikuwa unajua kuvaa vizuri, endelea na kuvaa kwako vizuri. Sio umeingia kwenye ndoa unaanza kuvaa gagulo muda wote, dera. Hakuna. Endelea kuwa smart. Ninajua kuna watu wana misimamo mikali kweli kweli, lakini leo naomba mnisikilize. Natumia Biblia. Biblia haijakataza kunukia. Mshike mkono jirani yako, mwambie ibebe hiyo. Haijakataza. Najua kuna mtu ananitazama hivi anasema, wewe mchungaji wewe, mbona tumeambiwa mara nani hizi perfume zina mashetani? Mtakanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitakacho wadhuru. Hiyo ni namba moja. Lakini namba mbili, Biblia iko wazi, inasema hivi: koo lako lisikose maji na kichwa chako kisikose marihamu. Ukitaka ujue marihamu ni kitu gani, nenda kaangalie kile ambacho Yesu alipakwa wakati ule na yule mwanamke, na alivyopakwa nyumba yote ikajaa harufu. Kwa nini walikuwa wanapaka marihamu kichwani? Wale walikuwa ni watu wa jangwani, walikuwa ni watu wa kuchunga kondoo, na wao walikuwa na nywele nyingi. Kwa hiyo muda mwingi harufu ilikuwa inatokea kwenye kichwa. Ndio maana wakaambiwa kichwa chao kisikose marihamu. Usinuke bali nukia. Mungu atusaidie sana. Endelea na ule usafi wako na utanashati wako kila siku, iboreshe ndoa yako ipendeze. Haleluya. Katika somo hili tutachunguza funguo 7, lakini moja tu ndiyo funguo kuu. Kwa nini mchungaji unasema habari ya funguo 7 ila moja ndiyo funguo kuu? Unapoingia kwenye nyumba yako, kuna ufunguo mkuu wa kufungua mlango mkubwa, lakini kuna funguo ndogo ndogo za kufungua vyumba, za kufungua chooni, za kufungua store ziko, lakini kuna moja ambayo ukikosa ni kama vile umekosa kila kitu. Mungu alipowaumba wanandoa wa kwanza alihakikisha kwamba wanapatana. Biblia inasemaje katika hili? Si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Neno wa kufanana naye halikutumika kufanana kwa muonekano, limetumika neno wa kumfaa, suitable, ambaye kweli ukimtazama huyu wanaendana. Piga picha. Wameoana watu wote ambao ni hawapendi kufua na kutandika kitanda. Niambie hiyo nyumba itakuwaje? Na unasema Biblia imesema wa kufanana naye. Yaani kila mmoja akiamka kitandani, shuka linaachwa kama lilivyo, mtakutana nalo tena jioni. Wewe ambaye una mume ambaye huwa anaacha kitanda pale pale kama kilivyo, Mungu alijua wewe ndio suitable, wewe ndio wa kumfaa, ili unapokuja pale ukatandike, maana mwenzako hana hiyo karama. Unaweza ukashangaa hana karama ya kutandika kitanda, lakini ana karama ya kutafuta hela. Haleluya. Kila mmoja anamfaa mwenzake. Hivyo ndivyo tulivyotengenezwa. Mungu ametuumba kwa staili hii. Hakuna mtu ambaye ni mkamilifu. Wakati mwingine kibinadamu tunajaribiwa kujiona bora kuliko mwingine, lakini sio kweli. Mungu angetuumba tukiwa tumekamilika kila kitu, nadhani tungekuwa na hali fulani ya kujiona miungu watu. Akatuumba tukiwa tunamhitaji mtu mwingine. Wataalamu wetu ambao tunawasifia sana, maspecialisti, wasomi wakubwa, unaweza ukafika pale Muhimbili ukakutana na daktari bingwa. Unapouliza, daktari bingwa, unaambia ndio, sio bingwa tu, ni profesa huyu, yuko hapa anatibu, lakini anapiga lecture kwenye vyuo vikuu. Tena sio hapa tu, anaenda kufundisha na vyuo vingine. Huyu jamaa yuko smart kichwani, lakini uliza amebobea kwenye nini? Unaambiwa mifupa. Ukimuuliza jicho, ajui. Yaani ukaenda pale ukasema, profesa, jicho, anakuambia we kuna wajicho. Ili tusije tukaringa. Haleluya.
Mimi hapa naongea kule kwenye TV wananiona, watu kutoka wapi wananiona, lakini kuna jamaa yuko hapa amekaa ana seti mtambo, hata hatambulishwi, ametulia tu hapa. Ila mkitaka mjue umuhimu wake, zianze kupiga filimbi. Zikipiga tu filimbi wote kule wanaangalia. Leo ndo mnaanza kutambua uwepo wake. Ninajua mke wako ana madhaifu mengi sana, ninajua mme wako ana madhaifu mengi sana, lakini nakupa habari njema, hana madhaifu yote, ana mazuri mengi pia. Muombe Mungu akusaidie ukaone mazuri yake. Haleluya! Hivyo ndivyo ilivyo. Funguo 6 za kwanza ni zipi? Hebu tuziangalie. Ufunguo wetu wa kwanza wa utangamano au muungano wetu, zingatia swala la umri. Pasiwe na utofauti mkubwa sana, lakini vizuri pakawa na kama mfanano kidogo. Sina maana kwamba ana miaka 30 mwanamke, ana miaka 80 mwanamume. Kristo wa neema yote. Hapana. Katika hatua tofauti za mzunguko wa maisha, mahitaji yetu yanatofautiana. Hatuwezi kulingana mahitaji yetu, yanakuwa tofauti kabisa. Tofauti kubwa zinaweza kusababisha kutoweza kwa mmoja kutosheleza mahitaji ya mwingine. Hii inaweza kusababisha migogoro ya ndoa, kwa sababu hata wakati mwingine mitazamo inatofautiana. Wewe ni mtu mzima, unaenda kuchukua kabinti ka miaka 18, 19. Yaani hata ukiongea habari ya maendeleo, kenyewe kanawaza viatu. Wewe unawaza habari ya kujenga nyumba, unawaza habari ya kununua kiwanja, kenyewe kanataka viatu. Yaani ukikauliza, mke wangu nikuletee nini leo, kanakwambia kuna iPhone ya macho matatu imetoka. Hiyo ndiyo ninayotaka. Wewe huku unawaza vitu vingine, unakakuta kako chumbani kametulia. Maana wewe mwenzangu una miaka 50, kenyewe kana miaka 19, 20. Wewe una miaka 50, akili imekomaa huko mbali. Sasa unakasubiri kaje angalau hapa muweze kuongea. Unakuta kako chumbani bize kabisa. Kanafanya nini? Kanajipiga selfie. Lakini ikatokea wameoana warika ambao linakaribiana, ana uwezo wa kujipiga selfie na akamwambia mume wake, hebu niwekee filter kidogo. Wewe unaambiwa filter, filter ya gari au ya nini? Viwango tofauti vya elimu vinaweza kusababisha pia wanandoa kufanya mambo machache pamoja, mkitofautiana elimu sana, zikipishana sana. Hebu fikiri tu kwa kawaida kabisa, una PhD alafu mke wako darasa la 7. Kwanza hata aina ya marafiki ambao wanakuja nyumbani kwako, yaani kwa hiyo level uliofika, wale ambao wanakuja nyumbani kwako ambao ndio mnaweza mkapiga story nao pale nyumbani ni Dr. So and so. Ile wanatoa nyumbani kwako walivyokuona wanaashumu kwamba mke wako naye ni kama wewe. Kwa mwisho wanamwambia tu mama, shemeji, hebu naomba uniandalie hapo cucumber. Inabidi akuvute pembeni kwa baba, anataka kamba ya nini? Asa huenda kuna mtu ananitazama anasema, kwa hiyo mchungaji, sasa tufanyeje? Tumeshaingia kwenye ndoa na kuna tofauti kubwa ya elimu. Mbusti mwenzako na yeye asogee. Hiyo ndio hekima. Yaani haiwezekani wewe una masters, mke wako ana diploma alafu unafurahia. Ni sawa na mtu ambaye unamuona anavaa vizuri, mwanamume anavaa vizuri, anapendeza, alafu mke wake gagulo. Yuko tu hapo, yaani unatazama sasa, mbona kuna gap kubwa? Yaani ukitazama ujamaa suti alizovaa, tai anazopiga, ukiangalia jinsi anavyonukia, njoo muangalie mke wake sasa. Mama watu hata akienda tu kukaa kanisani anawaza. Usije ukadhani hiyo ni sifa. Usije ukafikiri unaonekana smart. Unaonekana smart hapa, lakini hapa sio smart. Usmati wako ni nguo lakini sio ubongo. Mbusti mwenzako angalau mwe mnafanya nini? Mnapelekana, mnaendana. Hata kiuti umeshindwa kumsupport. Tena ndio unakuta sasa mama watu wanakazana, na mimi nataka nisome baba.
Jamani mtazama. Umesemaje? Nataka nisome. Mwenzangu ndo naingia degree sasa ya pili. Sasa mimi nitafanyaje? Haya mambo huyawezi, tuachie sisi. Unamkatisha tamaa, unamvunja nguvu kabisa. Mume mwenye hekima na busara, kichwa cha nyumba, atamwambia mke wake, umewaza vyema, nitakusapoti kila hatua. Niambie unataka material gani ili usome. Haleluya. Ili gepo lisiwe ni kubwa sana. Shughuli tofauti zinaweza kuunda miduara tofauti ya marafiki na kuwatenganisha wanandoa. Hii inawezekana pia. Angalia pia na aina ya shughuli. Ufunguo wa 3 ni afya, ambao ni muhimu sana. Kwenye kitabu cha Yohana wa 3:12 na sura 1 anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya njema kama vile roho yako jinsi ilivyo. Sasa hapa naomba unisikilize kidogo, maana utasoma kwa muda wako hiyo. Ni kweli tuko busy na kutafuta hela, na mimi nakubali kabisa. Fanya kazi kwa bidii, lakini kuna kosa kubwa tunafanya, karibia wote tufanye matengenezo katika hili. Unatafuta pesa kiasi kwamba unasahau afya yako. Ni ujinga kuwa na pesa nyingi lakini kuzitumia hospitali. Kama umenielewa nipungie mkono. Kama hujaelewa sema rudia. Yaani una pesa nyingi lakini zote zinaishia wapi? Hospitali. Dr. Mtango anapofundisha hapa, kuna saa nafuatilia sana nasikiliza. Kumekuwa na mwamko hasa katika nchi hii, mkitazama vizuri, ya kufundishwa masuala ya afya. Lakini kwa bahati mbaya ni kama vile akili zetu zimekamatwa kiasi kwamba tunapuuza vitu muhimu. Mimi namfurahia sana Profesa Janabi na kazi anayofanya. Pamoja na kwamba kuna criticism nyingi, watu wanamkosoa na nini, tuna haki ya kukosoa, lakini mimi ukiniuliza nina appreciate kazi anayoifanya sana. Ni bora nikawa na afya njema leo niepuke magonjwa mengi huko mbele. Ukimwambia mtu moja ya dawa nzuri sana ni kufunga, mtu anakuambia tumbo langu haliingii upepo, taendelea kula tu. Lakini kufunga ni tiba, ni zaidi ya maombi tu ya kawaida, ni tiba. Profesa wakati anaongea, mtu mmoja niliona anamkosoa sana mtandaoni hapo aliposema yeye anakula mara 2. Nikasema yani cha msingi ni kumuuliza profesa, kwa nini unakula mara 2? Atakusimulia nini kiko nyuma ya kula mara 2. Huo mwili wako kuna saa unachoka, hata kama ukiwa na gari lako linafanya kazi sana, linachoka, pumzisha mwili. Yani kuna mtu hapa anavyonitazama namna hii, mdomo wake una baraka ya chakula. Kaparachichi kakija anasema nipe kipande kidogo. Muhindi wa kuchoma anasema ngoja tu nijaribu. Mhogo nao ukija anasema kapande tu. Mtindi nao ukija anasema robo glasi. Akikuta tena sui kuna kawali kidogo anasema kabakuli kidogo. Usiku anapata maono. Akiamka amekuwa nabii. Bwana amenitokea jana. Anasema ilikuwaje? Niliona joka lenye vichwa 9. Kumbe mwili ulikuwa unapambana, tuchakate mhindi au parachichi, tuweke vizuri huu mtindi ulioingia au tushughulike na mboga za majani. Hasa katika mchanganyo huo ubongo watu unachanganyikiwa, hapo kwenye memory panachanganywa, mwisho unaona majoka. Afya ni muhimu sana sana sana. Invest kwenye afya yako. Mimi na msimamo wangu mwenyewe, ukipenda kuiga sawa, usipopenda haya. Inapokuja kwenye hoja ya afya yangu na chakula ninachokula, sijisikii vibaya ukinichukia, ukinitafsiri vibaya. Sawa sawa. Kuna saa utanikaribisha sana, mchungaji kula kidogo pastor. Mtu wa Mungu onja kabisa. Na tunavyoenda kwenye mikutano tunakaribishwa, mnatupikia vizuri, Mungu awabariki sana. Tukienda kwenye makambi mnatupikia vizuri. Kula tu kidogo mtu wa Mungu. Siku nikiwa nina kisukari na pressure, hutakuja tuugue pamoja. Hutakuja kuniambia mtu wa Mungu nimekuja tuugue pamoja baba. Nitapambana mwenyewe. Kilichopo ni nini? Nitadhibiti ulaji wangu mwenyewe kwa faida yangu mwenyewe. Haleluya. Mna habari kwamba social media, mna habari kwamba hizi simu za mkononi zinaathiri afya yako?
Usije ukashika simu kuwa kitu cha mwisho unapoingia kitandani. Kuna hatari ya kupata ugonjwa wa kukosa usingizi kwa sababu ya kile kioo kile. Unapoamka asubuhi, kitu cha kwanza kama unachokifungua ni simu, una hatari ya kusababisha stress siku nzima. Hasa mchungaji, tufanyeje? Ni rahisi namna hii. Mimi mwenyewe unavyoniona hapa, kuna saa, simu naiweka kule, hata kama ipigwe kiasi gani, iko hapo tap. Ninajua nikisharudi nitapokea lawama nyingi. Nimekupigia sana ukupokea. Ni kwamba lazima niangalie afya yangu na ubongo wangu ili nikuhudumie vizuri. Nikiwa na ubongo mbaya, kuna siku utanipigia, tutajibizana huko, kumbe mchungaji kichwa kimevuruga. Pasta, nina shida. Akwambia jiombee mwenyewe. Sasa huyu mchungaji wetu amekuaje? Afya ya akili. Tunza sana afya yako. Dr. Mtango ataongea mengi, mimi napita juu tu, napita juu ili angalau uanze kuelewa. Sukari ni sumu tamu, hatuna lugha ya kuiweka. Mimi ukiniuliza unasemaje, mimi ninaamini, profesa ataniprove wrong or right, hatuna haja ya sukari. Yaani hatuitaki. Kila tunachokula kuna kiwango cha sukari kinatosha kwenye mwili wangu, sina haja ya ziada. Lakini kwa sababu ni sumu tamu, kuna mtu akikosa chai, kuna kitu hapa kinafanya hivi kabisa. Naomba niongee lugha ya tasfide ya kupunguza ukali wa maneno. Sukari ni nishati. Nishati isiyotumika inaleta madhara. Na mgogoro mkubwa ambao mnauona leo kwa vijana ambao hawakupaswa kuwa na ugonjwa ule ambao hawakupaswa kuwa nao kwa sababu ya umri wao, chanzo kikubwa ni matumizi ya sukari yaliyopitiliza. Rudi katika mfumo wa awali. Babu zako hawakuwa hivyo. Ufanikiwe katika afya yako. Haleluya. 4, kuna changamoto ya utamaduni. Nao ni changamoto. Tunatofautiana, tamaduni zetu haziko sawa. Baadhi ya tofauti za kitamaduni ni rahisi na zinaweza kutatuliwa kwa urahisi, lakini kuna nyingine haziwezekani kabisa. Yaani natoa tu mfano, huu ni mfano kabisa. Wewe umetoka Upareni, kule kwenye milima ya Upare, ukaamua kwenda kuoa Mjaluo kama mimi nilivyooa Mjaluo. Kaa chini, elewa mila zao, elewa tamaduni zao, ndipo utazame useme nitaziweza, ndipo uingie humo. Kuna mmoja alioa kabila moja, ila amefika tu kutambulishwa, wameoana huko mjini, sasa amefika saa ya kufika nyumbani. Yeye ni mhadhiri wa chuo kikuu kama Profesa Bisanda vile. Kufika kule ukweni, akaambiwa sasa hapa kwetu ili wasalimie wakwe lazima uvue viatu, utembee kwa magoti, uende ukamsalimie baba. Ndume ikasema niende nilikuwa nimepiga magoti. Ndio mila. Sasa mbona hukuniambia? Nilijua ningekuambia ungekataa. Ukiona mwanamke wa Kipare anasalimia anashuka namna hii, amejifunza. Sio ya kwetu hiyo. Ukaenda kwa mzee wa Kipare ukamsalimia kwa kupiga magoti, atakwambia umeniona mimi Mungu? Anayepigwa magoti ni nani? Mungu peke yake. Nenda Msoma, peleka mkeo Msoma kutoka Moshi, Mchaga, ukamfikisha kule Tarime, ukamfikisha kule kwa Wajita, alafu anamsalimia mkwewe, amefanya nini? Amesimama. Yule mzee kwanza atakuangalia. Ile watu jinsi walivyo. Mimi nimechunga hapo Kitunda hapo. Mzee mmoja ametoka Tarime zake akaja hapo. Jamaa amesafiri, amemwacha baba yake mzazi na mke wake. Ameshakula vizuri, watu wanaenda kulala. Mzee akawasha simu, akampigia kijana wake, yuko Tanga. Akamwambia, Mura, habari za huko? Akasema ni nzuri. Hapa kwako watu hawali? Sasa baba vipi? Akasema sijala na naona watu wanaenda kulala. Mwanaume kata simu haraka sana, akampigia mke. Vipi hujampa baba chakula? Sasa nimempa. Mbona baba anasema kwamba hajala? Sema jamani, baba yako huyu, mbona nimempa chakula? Vipi? Mmekula nini? Sema nimempa wali. Amka upike ugali haraka sana. Elewa hizi tofauti. Kuna nyingine ni ngumu na zinapaswa kushughulikiwa ili kuhakikisha mafanikio. Sisi wa Afrika tunaweza kuelewa hili kuliko hata wazungu. Kuna mila nyingine za kijinga.
hazina haja ya kuendekezwa, zinatakiwa kupigwa marufuku, ziishe kabisa. Zipo, lakini ufunguo wetu wa 5 ni uoanifu wa maadili ya familia. Kuna utofauti mkubwa kati ya maadili kutoka familia na familia. Hawa vijana leo wanaweza wasielewe kidogo, lakini wazee wetu waliotuzaa sisi wanajua hii. Zamani hizo, wakati mama zetu wanaolewa, kwanza sio wewe unayeamua. Wazee wameshakaa wakaona kuna familia ile pale inafaa oa, kwa hiyo unaletewa tu taarifa, bwana utaenda kwa mzee fulani pale kuna binti. Habari imeisha. Ukauliza wazee walikuwa wanaangalia nini? Wanaangalia maadili. Mungu atusaidie katika hili. Kuna mfanano mara nyingi, usije ukaninuku kwamba ni kila wakati, mara nyingi, wa tabia za wazazi na mwenzi wako, jinsi walivyo. Kuna hatari kubwa sana. Kitabu cha Ezekieli 16 fungu la 44 mpaka 45, nitaisoma tu kwa haraka haraka, lakini binti mzinzi alichukua mfumo wa thamani wa mama yake, jinsi mama yake alivyo na yeye akawa hivyo hivyo. Hebu sikiza mafungu nikusomee kwa haraka kidogo. Fungu la 44, sikiliza maneno haya, kile ambacho Biblia inasema: tazama, kila mtu atumie mithali hii, atatumia mithali hii kinyume chako, akisema, kama mama ya mtu alivyo ndivyo alivyo binti yake. Nimesema japokuwa sio mara zote, lakini mara nyingi. Chunga sana. Kwa hiyo kijana, usiwe na haraka, nenda ukaangalia wazazi wake wakoje, itakusaidia pia. Fungu la 45, wewe ubinti wa mama yako amchukiaye mume wake na watoto wake, nawe uumbu la maumbu yako waliochukia waume zao na watoto wao. Umeona hiyo connection jinsi ilivyo? Anakuambia mama yako ana tabia na mgogoro mkubwa sana na baba yako, kwa hiyo dada zako nao tulivyoangalia nao wana mgogoro pia na waume zao, kwa hiyo na wewe tabia inaenda pale pale. Yaani kama kitu kinafuata zile tabia zilivyo. Sikiliza nikwambie hili, naamini kabisa tabia ya utotoni, mazingira unayoyaona yanaweza kushape maisha ya ndoa na ya baadaye kabisa. Mfano kubwa sana kabisa. Mimi nipo kwenye familia, nilipata neema ya kuzaliwa na wazazi ambao ni Wakristo, ni wacha Mungu. Mpaka nimekuwa mtu mzima sijawahi kumuona baba akimfokea mama, sijawahi kuona. Kwa hiyo inanifanya na mimi ikitokea nikiona mwanamume anamfokea mwanamume, yani na mimi nashangaa, yani naona kama kituko fulani hivi kwamba hivi imekuwa kuaje, yuko sawa sawa kweli? Ni kwa sababu pale nilipokuwa sikuona kitu kama hicho, sijawahi kukiona hata kidogo. Unapoona na kazi ya maombi, sio kitu ambacho nimeibuka nacho ukubwani. Siwezi kuchukua credit ya hili hata kidogo. Ni mazingira ambayo nilikuta kwenye nyumba. Nimekuta tunaenda shamba kulima. Tukifika pale, kabla ya kulima, mahindi yamewekwa hapo, tunakusanywa na mama, tunakusanywa na baba, tuombe ili tuanze kupanda. Inaendelea hivyo hivyo. Unavyomtendea mke wako au mume wako mbele ya watoto wako, unaandaa mume au mke wa mtu mwingine atatendewa hivyo hivyo baadaye. Kwa hiyo chunga sana, maana ya mambo ni changamoto kubwa sana. Kijana mcha Mungu lazima achukue maadili yake. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Ni nyumbani ambapo watoto huona mifano na kuiga viwango vya tabia. Hata hivyo, mtu fulani kama Yosia mchanga, kwa kujitahidi kimakusudi, anaweza kuvunja mzunguko huo. Yosia anatoka kwenye familia ambayo walikuwa wanaabudu mashetani, wanaabudu miungu ya ajabu, lakini alivunja huo mzunguko. Unasema, mchungaji, unamaanisha nini? Naomba unisikilize vizuri hapa. Hata kama umetokea kwenye familia yenye uchafu kiasi gani, ukimpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Roho wa Mungu anaweza kuingia ndani yako akakufundisha kuvunja mnyororo na ukaanzisha mnyororo mpya. Inawezekana. Lakini usije ukasahau hili, watoto wetu hawa wanaangalia jinsi tulivyo, wanaangalia jinsi tunavyotenda, wanaangalia sio kile ambacho wewe unamwambia, ni kile ambacho wewe unatenda, wanakiangalia sana. Ufunguo wa 6 ni haiba. Katika lugha ya mkoloni tumeita temperament. Hii nayo ni ya kuzingatia sana kabla na wakati wa ndoa, ambao mwanzoni nimejaribu kugusia kidogo. Kuna haiba za msingi 4.
Wakati nafundisha kule Karatu, kwenye mkutano ule wa Karatu Net Event, unaweza ukaingia kwenye YouTube ukatafuta kwa hilo jina ukapata hiyo. Nimeelezea hizi haiba kwa upana kuliko wakati wowote ule. Hizi 4 nikazigawanya kuwa ndogo ndogo, lakini pia nikaelezea kwamba moja inaweza ikaendana na nyingine ipi, kwa sababu kuna baadhi ya haiba haziendani. Unaweza ukashangaa mgogoro unakuwa ni mkubwa kwa sababu ya kushindwa kujua hizo haiba. Haiba maarufu sana ni sanguine. Sanguine ni kama Petro, msione kama namuonea sana. Ni kwa sababu napenda sana lifestyle ya Petro. Ana madhaifu yake, kuna vitu navikubali sana. Kama Petro, ni muwazi, mzungumzaji na mwenye mvuto. Ndivyo alivyokuwa yeye. Mtu ambaye ni sanguine huwa anakuwa ni mzungumzaji, alafu mara nyingi anakuwa ni muwazi, lakini pia anakuwa na mvuto. Ndio maana kanisa liliachwa chini ya Yakobo. Hata wanaotufundisha wanasema kanisa la awali liliachwa chini ya Petro. Hakuna andiko linasema hivyo. Askofu wa kwanza alikuwa ni Yakobo, lakini Petro alikuwa na mvuto kuliko Yakobo. Ndiye aliyewashawishi wanafunzi, Yesu amekufa, wakaenda kuvua samaki. Ana mvuto mkubwa sana. Akamwambia huyu tuliyekuwa tumemtegemea kwamba tutapata ufalme amekufa. Na hata hivyo hatujamuona kwa muda. Akawashawishi wakaenda kuvua samaki. Nadhani ilikuwa ni wakati ule ameenda, akamwambia nenda ukaambie ndugu zangu tutakutana kule tulipokubaliana. Walivyoona haji, jamaa akaenda kuvua samaki. Vua samaki, vua samaki, vua samaki. Yaani maisha yarudi kama kawaida. Wakapata kidogo, wakahangaika hapo. Mambo ni magumu kabisa. Yesu akawatembelea. Yesu ana upendo sana. Umemkimbia lakini bado anakujia. Alipokuja akasema, wanangu mna kitoweo. Unajua kwa umri wa kuzaliwa Yesu ni mdogo kwa Petro kwa umri wa kuzaliwa, ila kwa umri wa kuwepo Yesu alikuwepo kabla ya vitu vyote. Haleluya. Kwa hiyo anapomwambia kwamba mwanangu, Petro akashtuka. Yaani huyu mtu kijana mdogo ananiambia mwanangu? Ndipo akashtuka, anaongea na Bwana. Haleluya. Alikuwa na ushawishi. Kwa hiyo sanguini ndivyo walivyo wao. Sanguini wana tofauti na choleric. Choleric ni kama Paulo. Wao ni mfanyakazi kwa bidii, tena ya vitendo na mwenye maamuzi. Ukiwa na yeye huyu hawezi kusema tukalime. Anaposema tukalime anakuonyesha. Kwa hiyo kama ni mumeo, utafanyishwa kazi. Ile 11 ile hey amkeni 11 yuko busy kabisa. Yeye ndivyo alivyo. Kwa hiyo muelewe ndivyo alivyo. Ni mtu wa bidii na vitendo na ana maamuzi. Kuna kundi lingine ambao utaliona hapo chini, taongea habari zake. Wao yani hawana maamuzi. Yani ukimwambia sasa tukanunue kiwanja Boko, akwambia kama ukiona sawa. Nimeghairi twende Kitunda. Hata huko pia sawa, si kuna watu. Sasa hapa inatakiwa awe na mtu mwingine mwenye maamuzi zaidi. Ndivyo Mungu alivyotuumba. Phlegmatic, yeye ni kama Ibrahimu, ni watulivu, ni muunga mkono na amani. Ikatokea unao kwenye timu pale, wewe inabidi uwe ni mtu wa kufanya maamuzi kwa niaba yake, na ukifanya maamuzi huwa anakuunga mkono. Hapendi fujo. Unamkumbuka Ibrahimu akamwambia Lutu, chagua sehemu iliyo nzuri. Hana fujo yeye, hataki. Na shida ya hawa pia moja ni kwamba ukiwa naye kwenye ndoa, ukimtibua akitibuka sana, ana uwezo wa kuacha kila kitu akaondoka. Gari, nyumba, nakwambia kaa navyo, anatafuta amani. Hawa ndivyo walivyo. Lakini kuna mtu anaitwa melancholy. Huyu ni kama Musa, ni mchambuzi, ni mathinker hawa. Ndio maana Musa akaandika Torati. Torati singeandikwa na mtu ambaye anaweza kufikiri kidogo kidogo. Musa alikuwa ni thinker, ni watu ambao ni wachambuzi, ni mwenye hisia na ubunifu. Kwa kama mume wako ni hili kundi, unaweza ukamshangaa mara nyingi yupo kwenye kompyuta. Anapenda kuandika, kuchora, kusoma, ni wabunifu, lakini ndivyo walivyo. Kwa yeye muda wote ni library. Baba, saa ya kulala imefika, nakwambia kuna kitabu hiki, ngoja nimalizie. Ndivyo walivyo hao. Hapa kuna ushauri mzuri. Ikiwa bado sijaolewa au hujaolewa, unatakiwa kufanya nini? Unapaswa kupima tofauti hizi kwa umakini mkubwa sana.
Ikiwa tayari umeolewa, unapaswa kukubali na kuheshimu tofauti za mwenzi wako. Nataka nitulize hapa kidogo. Wanandoa, niongee na nyie kwanza, wote mlioko hapa. Unapogundua mwenzako ana haiba fulani ambayo kuna baadhi ya vitu vinakukera, anza kufundisha akili yako ukubali kwamba hayo ni maumbile na ndivyo alivyo. Ukipambana kumbadilisha mtu ambaye ni mpole, uanze kumfanya kuwa mtu wa haraka, imekula kwako. Kilichoko, kazi yako ni moja tu. Mimi nawaambia, ziba gap. Ukiona kuna gap, ziba. Usije ukatafuta kwamba azibe, hawezi kuziba. Wewe ndiye ziba gap. Ukiona mme wako ni aina hiyo, yeye mtakaa nyumba ya kupanga na mpaka wajukuu mtazaa, ndivyo alivyo, changamkia, tenda mama, tafuta viwanja. Usije ukaanza kusema nasubiri mpaka kichwa cha nyumba kiamue. Ni phlegmatic sasa. Kitaamua lini? Changamka. Haleluya. Changamka. Hizo tofauti zitazame jinsi zilivyo. Anza kuangalia. Kwa mfano, natoa tu mfano. Mimi nina uwezo wa kusoma vitabu na nikaviacha. Yaani ikishafika saa, akili yangu inasema hii ni saa ya kusoma, nitaenda nitachukua kitabu hiki, nitachukua hiki, naanza kufanya reference kitabu hiki na kile na hiki na hiki, naangalia mada hii, huyu kasemaje. Saa ikifika ya kuchoka, nitalala hapo, na nikiamua kulala pale kitandani, kitabu kipo pale, na waza nikipeleke mpaka kule kwenye kabati, inanipotezea muda. Na kusanya vitabu vyote nilivyo pale kitandani, weka chini ya kitanda, kwani usingizi hauji. Mungu akanipa mke ambaye anataka chumba kiwe safi. Kwa yeye akiingia hapo, atatazama tu vile vitabu nilivyoviweka pale, vitazama, hapigi kelele kwamba mbona umeacha mavitabu hapa. Hapigi kelele. Atakachofanya, mimi niko kitandani pale nimelala, cha kwanza atanisalimia vizuri kabisa, ili niamke nimuone akiwa anaviondoa. Ile ni message kwamba ulikusanya vitabu hapa. Unajua, kwa akili ukiona vimekusanywa mara 2 mara 3 utajiongeza. Awamu ijayo utavikusanya wewe mwenyewe, utafanya nini? Yaani kama mara 3 umekusanywa na hujiongezi, una tatizo wapi? Kabisa. Kwa Mungu angenipa wa kufanana naye, tungekusanya vitabu hadi kwenye TV. Unashangaa kiko pale, kile kiko pale. Mungu atusaidie sana. Ufunguo mkuu ni upi? Funguo hizo 6 ni muhimu, lakini ufunguo mkuu ni umoja wa kiroho. Haleluya. Watafiti wa masuala ya ndoa ambao hata sio wa dini, yani ni wanasaikolojia wa kawaida, wamegundua jambo lifuatalo: wanandoa ambao wana imani inayofanana, ambao huenda kanisani pamoja, ambao wana muda wa maombi wa pamoja, wanapunguza kiwango cha kutalikiana kwa 70%. Yaani kitendo cha kusali pamoja, kitendo cha kwenda kanisani pamoja, kitendo cha kuwa na muda, mambo yamevurugika. Alafu naomba mwenzako, hebu tupige magoti tuombe. Mmeondoa uwezekano wa talaka kwa 70%. Piga picha, mmoja amepiga magoti anaomba, alafu ndume inaingia. Ambia ukimaliza kuomba unyanyuke. Wakati unachunga Manzese pale siku ya Jumatano, walikuwa wanakuja watu wa madhehebu yote na dini zote. Nikawa nafundisha habari ya kuombea mume wako, kuombea mke wako. Nimefundisha vizuri kabisa, nikaeleza kuna saa ingia ndani, omba, muombe mume wako, acha kupambana naye. Kuna vitu haviko sawa, msipambane. Wewe ingia kwenye maombi, ingia kwenye maombi. Mama mmoja akalichukua kama lilivyo bila kuangalia sasa unaomba wakati gani. Akaingia akaomba, maombi yakakolea. Yamekolea, ndume imeingia na hana habari. Na ndipo anamuombea pale sasa: Mungu mfalme wa Israeli, kama huyu mume wangu pombe baba akinywa atapiki. Anaomba vile, jamaa liko nyuma alikamwambia, leo nimekunywa na sina kichefu. Na yuko hapo. Lakini wanandoa, hebu tuongeeni ukweli kabisa. Unajua kuna raha sana. Hata ninavyoongea unaweza ukaelewa hisia yangu ya ndani. Kuna raha sana kuambia familia yako
tufanye maombi ya kufunga, alafu wote wanaitikia. Simona ilivyo na raha mke anasema mimi nitapambana kuandaa na futari. Watoto wanasema na sisi tunajiandaa kabisa na maombi, tuanze lini? Ila unatangaza maombi ya kufunga, unashangaa watu wanaanza kubadilika sura. Huyu naye kaanza. Hapana. Umoja wa kiroho ni kitu muhimu sana. Biblia ilikataza Waisraeli kuoana na makabila mengine. Haina maana kwamba ni ubaguzi wa makabila, ila alikuwa anaongelea habari ya imani. Yaani huyu anaabudu sanamu na huyu anaabudu Mungu wa mbinguni. Hamwezi kuingia kwenye nyumba moja. Hata sisi tulioko hapa, piga picha wewe unakazana na maombi, alafu mwenzako anakazana na tambiko. Wewe ukisema tuombe, anasema tutafute kuku mweusi. Wewe unakazana na maombi, mwenzako ameshaweka tayari hapo makaratasi hapo, anakuambia hapa nimeshapazindika. Kuna video moja ka klipu kadogo ni wa Nigeria wale, na Kenya pia nitakaposti kwa wale wanaonifollow watakaona vizuri. Huyu mmoja ni Mkatoliki, huyu mwingine ni Mpentekoste. Wameoana. Mkatoliki wa watu wamelala. Unajua katika Ukatoliki, dini ya Ukatoliki inawafundisha watu kuomba maombi katika hali ya utulivu. Sijui mmegundua hilo Yaani wa imani yao ni utulivu, unaongea na Mungu kwa utulivu, kila kitu kinaenda katika kama kilivyopangwa kwa utulivu kabisa. Yaani hata anayehubiri pale mbele ni mara chache sana kuona Mkatoliki anahubiri kama mimi, anaongea huko anaenda huko, mara chache sana. Wao wanaenda katika hali fulani ya utulivu kabisa. Bwana awe nanyi. Yaani naenda kwa utulivu kabisa. Na akisoma Biblia kabisa namalizia kabisa, hili ndilo neno la Mungu. Sisi sasa Mathayo 7:4 anasema. Umeona hiyo tofauti ilivyo? Sasa hii video ambayo mimi nimeipenda inafaa sana kufundishia. Huyu Mkatoliki watu amelala, ametulia. Mke sasa yuko huko, katika jina la Yesu navunja nguvu zote, nabomoa anga. Sio nani? Akaongea baadaye akapiga kelele. Alipopiga kelele jamaa akaamka na iko kelele hai. Akamwambia wewe mama vipi? Mama anamwambia baba, hujui mambo ya rohoni. Inatakiwa uvunje nguvu zote za giza. Sikia jamaa alivyomjibu, akasema hivi, mimi ninaongea na Mungu katika hali ya utaratibu na Mungu wangu ananisikia. Maana yangu ni nini? Kama imani yako ni kuomba kwa kuruka na kupiga kelele, pata mwenzako ambaye mnaamini sawa sawa, mnafunga chumba, vunja nguvu za giza mpaka mmalize. Mkimaliza mnalala, kuna ugomvi gani? Umoja wa kiroho ni muhimu sana. Kumbuka hapa siongelei dini, usije ukachanganya mafaili hapa. Naongelea umoja wa kiroho. Tafuta mtu ambaye mnapelekana kiroho. Kuna nguvu katika umoja wa kiroho. Hii ndio ufunguo mkubwa kuliko yote. Mkubwa sana kuliko yote. Waisraeli walimuogopa Mungu, hawakupaswa kuwa Wakanaani na waabudu sanamu. Mungu atusaidie sana. Rafiki yangu liyeko hapa, kundi la kwanza ni vijana ambao nasema Mungu nisaidie ili niweze kuingia katika ndoa na watu na mtu ambaye anapelekana na funguo hizi, hasa ufunguo wa kiroho. Wale ambao hawajaoa na kuolewa kwanza, naomba unyooshe mkono ikiwa hili ni ombi lako. Nasema Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Vijana wote naomba msimame. Naomba msimame kwanza. Nyie ndio ambao nawalenga zaidi kuliko watu wote. Naomba msimame. Vijana wote naomba msimame. Ikiwa upo kwenye ndoa unasema Mungu nahitaji nguvu ya kiroho irudi katika ndoa yangu, na wewe naomba usimame. Unasema mimi nipo kwenye ndoa ila nahitaji nguvu ya kiroho na umoja wa kiroho katika ndoa yangu. Yesu katawale ndoa yangu, naomba usimame. Unatamani Yesu ndiye atawale ndoa yako katika kila jambo, naomba usimame. Nitwae hivi nilivyo, umemwaga damu yako, nawe ulivyo niita Bwana.
Baba yetu na Mungu wetu, vijana hawa wape macho ya kiroho katika funguo zote hizi, lakini ufunguo mkubwa ni wa kiroho. Wafanye wakakutane na watu ambao wanapelekana kiroho. Tazama, wanandoa nao wamesimama, wanasema Yesu, naukaribisha nyumbani kwangu, ongeza umoja wa kiroho. Au mwingine anasema leta umoja wa kiroho. Baba, naomba ukafanye hivi katika familia zote hizi. Lakini katikati yetu kuna watu ambao wanahitaji kufanya umoja nawe kwa njia ya ubatizo. Baba, kabla hawajapiga hatua yoyote, hawajaonyesha ishara yoyote, ukawabatize kwa Roho Mtakatifu. Siku ya Sabato tunao ubatizo mkubwa. Naomba ukamwandae kila mmoja wetu ambaye anasema nahitaji kufanya uhusiano mzuri na Yesu Kristo kwa njia ya ubatizo. Baba, naomba ukapate kuwabariki watoto wako hawa popote walipo. Naomba ukawabariki sana. Kila ambaye unasema ndani ya moyo wangu nahitaji kufanya mahusiano mapya na Yesu Kristo, nyosha mkono wako mahali ulipo. Nasema nahitaji kufanya mahusiano na Yesu, nahitaji kufanya mahusiano na Yesu, nahitaji kufanya mahusiano na Yesu. Nyosha mkono wako. Kule nyumbani nyosha mkono wako, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako. Baba, itazame mikono hiyo, ikutanishe na mkono wako, mahusiano mapya yakaanze, na hatua ya muungano na wewe Yesu Kristo ikaanze upya. Na wale ambao watakuwa tayari kwa ajili ya ubatizo, Baba, ukawajaze nguvu ya Roho Mtakatifu. Neema yako yatosha. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Bwana awabariki.